مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. Ndugu zangu, nichukue fursa hii awalan kukuhusieni nami pia kuhusia nafsi yangu kumwogopa Allah, hasa kipindi nyeti kama hiki. Bila kwenda mbali na bila kuongea sana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika baadhi ya aya zake anatukumbusha akisema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi waumini mmefardhishiwa, mmelazimishwa jambo la saumu. Sentensi iko wazi, hata ukiitaja Kiswahili haisemi nimekulazimisheni, inasema mmelazimishwa. Ndo maana ya kutiba, furidha. Watu wa lugha wanasema majhuli. Ukisearch huyo alotulazimisha nani umpati, lakini ni yule yule mwenyewe Allah. Lakini kwa sababu jambo hili linamsababisha mtu kulegea, linamsababisha mtu kushinda njaa, basi hakupenda hata kuingia mzima mzima kuongea kiutemi, nimekulazimisheni, kana kwamba alotulazimisha hajulikani. Ni lugha za fasaha za Allah akiongea na waja wake, hasa waumini. Kwa hiyo mmelazimishwa, ndo maana mmefardhishiwa, maana ya faradhi lazima. Mmeandikiwa jambo la kufunga, kutiba alaikumus siyam. Maneno yakija kwa kutiba haviwi vitu rahisi rahisi, vinakuwa vitu vigumu vigumu. Na jambo la siyam, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakusema kutiba alaikumus sawm. Kuna tofauti ya saum na siyam. Saumu ni jambo la muda mchache, na saum hutumika mara nyingine kuzungumza. Mtu akiacha kusema pia anaitwa ana saum. Mama Maryam alaiha salam alisema, inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya. Mimi leo nina saum. Hakusema nina siyam, kwa sababu saum ni kitu cha masaa, cha madakika, kwamba nimekaa kimya sisemi. Lakini siyam ni kitu cha muda mrefu, na siyam ni kutokea alfajiri au kutoka usiku baada ya kula daku ila ghurubi shams, mpaka jua litakapozama. Amna semaje?
Sasa Mwenyezi Mungu pia katuwekea wazi kwamba sio saumu, ni siyamu. Ndio maana kaja kwa kutiba, na mambo ya kutiba hata vitu kama vita ndo huitwa hivyo, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Anasema na hili jambo mmepewa, mmelazimishwa kama walokuwa kabla yenu nyinyi. Tumethibitishiwa kwamba watu wa Nabii Nuh, kaumu Nuh walipewa jambo la siyam, kaumu Ibrahim walipewa jambo la siyam, kaumu Daud, kaumu Lut, kaumu Musa, kaumu Shuaib alayhim wa ala nabiyina salatu wassalam, wote ndo mimman kana qablina. Hili jambo pia walipewa. Ibada hii ngumu ngumu isiyokuwa rahisi pia walipewa ibada hii, lakini lengo lake la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. As-sawmu haqiqiyu, as-sawmu haqiqiyu, ile saumu ya uhakika. Kiukweli inauma tumboni, tumbo ndo linajisikia joto, kiu, lakini faida yake inakimbilia moyoni. Hata we mwenyewe unasemaje? Mimi wakati tumeingia hapa niliswali tahiyatu masjidi, alafu shekhe akatuadhinia. Alipoadhini akasema ala, kumbe kuna kablia sijasali, si kaja kunipita kablia hii Ramadhani hii. Ina maana ile saum ndo inasababisha inaumia tumboni, lakini faida zinakuja kuulainisha moyo. Basi si saumu tu, hata siku za kawaida ukikosa tonge, ukikosa ugali, mambo yakiwa mabaya, automatically unamtafuta sana Mungu. Mnasemaje? Na kuna baadhi ya watu wakiwa na hela aswali, Sheikh twende tukaswali. Sina hela sasa. Nazo hela, kuswali ni muda wote. Kwa hiyo pia tunakuwa karibu na Mungu kwa sababu ya njaa. Kwa hiyo hakuna mashaka, upelelezi. Tumbo likikosa vinono, moyo unakuwa mlaini. Ndo maana inna Allah yabghudha kulla ja'dhariyin jawadhi, hadithi ya Mtume. Mwenyezi Mungu anamchukia yule mtu ambaye anakula sana alafu mkatili, ana moyo mgumu, piga makelele sokoni. Anayekula sana Mungu humchukia. Saidna Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema bid'a ya kwanza kuzuka kwa Waislamu ni kula sana na kushiba. La'allakum tattaqun, ili muwe wacha Mungu. Na ndio maana ukija katika hadithi Qudus, fadhila za saum, Allah anasema as-saumu li wa ana ajziu bi. Umeona haya maneno? Kama arkanul Islam, nguzo za Uislamu ni ngapi mabwana? 5. Kuna nguzo ya shahada 2, kuna nguzo ya sala, kuna nguzo ya zaka, kuna nguzo ya hija. Mshai kumuona Mungu asema hii zaka ni yangu mimi? Mshai kumuona Mungu akisema hii hija ni yangu mimi? Mshai kumuona Mungu akisema sijui kitu gani ni changu mimi? Hasemi. Lakini nguzo ya saum anasema saumu li wa ana ajziu bi. Najua kwa nini? Kwa sababu ya mambo mawili. Jambo la mwanzo, Mwenyezi Mungu anasema saumu ni yake kwa sababu ana uhakika amali hii haiwezi kufanywa kwa ria. Amali hii lazima ifanywe kwa ikhlas. Jamani, nani yuko tayari kuanzia asubuhi mpaka jioni ashinde njaa
afunge saumu eti awaoneshe watu nafunga? Yupo? Haingii akilini. Ukae na njaa eti naonesha watu mimi mfungaji hodari, ili alipo kabisa, ili halipo. Kimya. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ana uhakika hii itamfikia. Lakini jambo la sala, waweza ukasali ili watu waone kabisa. Allah anasema alladhina hum yuraun wa wailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun. Alladhina hum yuraun, wapo watu wanaosali watu waone nimesali. Na kuna watu kila kukicha anaenda Maka watu wamuone yeye hujaji hodari. Mimi nina hija 15, nina hija 20. Na ndio maana mtu akienda Maka kama hujamuita alhaji ugomvi, wewe unachaje kuniita alhaji mimi? Lakini saum ni yangu mimi, kwa sababu mfungaji ataifanya kwa ikhlasi ya hali ya juu. Haiwezekani umenyeke na njaa, kiu, alafu useme nafunga kwa ajili ya watu waone. Hapana. Ukikosa ikhlas, basi ukiwa peke yako utaenda kunywa maji kidogo. Ndio maana ile saumu ya uhakika inakuletea mambo matatu. Saumu ya ukweli inaita takwa, amana na sabra. Saumu ya sawa sawa inakufanya unapata ucha Mungu. Saumu ya sawa sawa inakusababisha unakuwa muaminifu, kwa sababu umemwekea uaminifu Allah. Hapa kila mmoja ndani huko peke yako unaona chakula, hebu funika hicho chakula tumefunga, na huko peke yako huonji hata kidogo. Kiu kimekubana, maji yako mtungini au kwenye friji thalaja, unasema hapana, iko ndani ya saumu. Inakupa uaminifu, lakini inakufundisha subira, uvumilivu. Uvumilivu, na mvumilivu hula mbivu. Kwamba aisee, kwa mfano usiku wa leo niko na mtoto si mdogo anafaa kufunga, tushakula daku, tunasoma Qur'ani. Iko kama kuanzia saa 9 sasa tushaswali na alfajiri. Unajua mambo ya watoto. Ndo this time naombeni ninywe maji. Kaambia unywe maji vipi bwana? Muda huu hauruhusiwi kunywa maji. Na kunywa kidogo tu ili nifunge. Naambia ukinywa sasa hivi ndo ushafungua. 12 asubuhi. Sasa hapa saumu inakufundisha uvumilivu. Na siku nyingine ukiweka saumu mbele, hata wewe unajiuliza, unakuaje unakopa madeni kwa mama ntilie? Msosi wa mchana tu umekushinda, una madeni hapo na hapo, njaa ya muda mfupi. Wewe mwenyewe sasa hivi unasema nimeingia madeni kwa ajili ya kula tu, mbona naweza nikashinda hata njaa iniumi tena? Ulijiendekeza. Lakini ungetiania kwamba naweza kusubiri, asabru dhiya, kusubiri ni mwanga, usingeingia madeni hayo. Kuna watu hapa anagombana na wake zake, nataka kuniua na vinole vya tumbo, chakula cha mchana mpaka sasa hivi sijala, nitakupa talaka we. Lakini sasa hivi anafunga, ajui hata vimekimbilia wapi. Alijiendekeza. Anajiambia nje ya Ramadhani sitogombana na mke kwa sababu kunicheleweshia chakula. Kwa hiyo pia unajifunza subira. Fadhila za Ramadhani mabwana. Ramadhani ni mwezi wa ajabu. Ruknun min arkani alislam. Ni nguzo katika nguzo za, lakini ni nguzo ya ajabu ambayo zile nguzo zote za Kiislamu una uwezo mkubwa wa kuzitekeleza nguzo zile ndani ya Ramadhani. Una uwezo mkubwa wa kuzitekeleza zote ndani ya Ramadhani. Mtu anaweza akatamka shahada 2 ndani ya Ramadhani. Mtu anaweza akatoa zaka, kama sio zaka ya pesa kuna zakatul fitri. Lakini ndani ya Ramadhani mtu anaweza akaenda kufanya ibada ya umra, hija ndogo. Ndani ya Ramadhani karibia yote unaweza ukayafanya katika hizo nguzo za Kiislamu. Lakini pia mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao ndani yake umeteremshwa Qur'ani takatifu. Mwezi 27 iliteremka Qur'an, lakini si Qur'an, vitabu vyote vya Allah viliteremka mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhani. Na una sharafa nyingi sana. Sasa kuna sehemu ndogo
tuijadilini mimi na nyinyi tupate faida ya Ramadhani, kisha tuombe dua tuondoke, tuseme inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema Ramadhani hii ni ayyama ma'dudat, ni masiku machache. Faman kana minkum maridhan aw ala safar, mtu akiwa mgonjwa au ana dharura ya safari, fa'iddatun min ayyamin ukhar, atalipa siku zingine. Lakini walladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskini, wale watu ambao hawawezi kabisa kufunga wawe na tabia ya kulisha kila siku maskini mmoja. Ili jambo la kulisha hili ni jambo muhimu sana. Chakula kinaumba, chakula kina jambo kubwa. Sasa ndani ya Ramadhani jitahidi kulisha watu chakula. Na jitahidi sana, miongoni mwa chakula cha Ramadhani, chakula pendwa kitamu, iftar. As-saimu laha farhatan, lahu farhatan yafrahu bifitrihi. Mfungaji anapata furaha mbili na huenjoy kwa furaha mbili hizo. Anafurahi wakati akiwa katika ile iftari yake. Ule wakati wa kuftari hakuna anayenuna wala kususa. Sasa mambo gani muda huu wa kuftari? Bali ndo unaomba. Muda haufiki leo, joto kali, pale kuna furaha. Na yeyote unayemwalika iftari anafurahi sana mabwana. Na ukijua futari zina raha, mtu kaalikwa iftari na nyumbani kwake aliacha futari, bado anasema mniwekee iftari. Si unaenda kufuturishwa huko, pengine ya kueleweki, niwekee na kukiwa safi nitakuja kuila daku. Kwa sababu aliona ile miogo ikipikwa kule nyumbani. Sasa ni wakati wa furaha. Afdalul fadhail baada al-faraidh, amali bora baada ya amali ya faradhi, idkhalu surur ala al-muslim, ni kumuingizia Muislamu furaha. Sasa wakati wa kuftari kuna watu wawili muhimu usiwasahau kuwafuturisha, na hao ni wazazi wako wawili. Tena ili inoge, umba tonge lile vizuri kwa heshima na adabu. Tonge la saizi, isiwe kama kichwa cha pusi. Alafu mpelekee mamako mdomoni. Fungua mama mdomoni kulishe. Mahaba haya, ukimlisha mama yako, ukaftari naye mama yako, kuna vitu Mungu anakukunjulia katika mikono yako. Kwa sababu wazazi ni viumbe muhimu sana. Ni masikitiko makubwa, unaalika watu wengi unaftari nao, lakini mzazi wako hana fursa ya kufuturu na wewe, eti kigezo. Sasa yuko mkoani, nitafanyaje? Kwa nini awe mkoani na wewe mjini? Hujui funguo za maisha yako ni kuishi naye karibu. Kukaa mbali na mzazi ni mtihani. Wewe umeloea tu, wazazi wanaishi na brother nani? Fanya fikra ukae nao wewe. Mzazi ni muhimu sana kumlisha iftari yako. Futuru na mama, futuru na baba. Kaa pale, mmeshinda wote njaa. Mimi mwenzenu hii Ramadhani siyo ya 7, siyo ya 10, sijawahi kufuturu mbali na mzazi wangu. Toka nakwambia leo siyo chungu cha 10, siyo cha 11. Siku zote hizi naftari na mzazi wangu. Natokea those days, siku hizo past hizo zilizopita, futari yetu ilikuwa ya muhanga kweli kweli. Maji, tende tu, haieleweki, miogo migumu isoiva. Nimefuturu naye, lakini kile kitendo Allah akakipenda. Sasa hivi nafuturu naye, sio iftari wanahitaji nzuri, bado nafuturu naye. Hata tushasahau kama tulikuwa tunakula ile miogo isoiva ile. Na namlisha mara nyingine, lakini almuhimu kula naye mama, kula naye mzee, kaa pale. Unajua kuna vitu mviangalie, kuna janna kulia kwako, kuna masulia. Iko nafasi ya mke, iko nafasi ya mume, lakini mambo mengine lazima wazazi washiriki. Miongoni mwa mambo, service, responsibility, majukumu, huduma. Wazazi itakiwa wawe mwanzo
kuliko mke na mtoto. Basi mwezi kama huu, ile furaha ya kufutari na mama yako, futari na baba yako, na ndoa ya maneno yanawachoma moyoni wale ambao hawakuwahi kuwaza hilo na hawajawahi kupata kukumbushwa hilo mpaka wazazi wamekufa. Yeye alikuwa anachukua miogo tu anshapelekea huko. Kuna raha. Unaona zamani za kale kidogo, zama zetu, ilikuwa mtu kufuturu ndani kwake kwenyewe hakuna raha. Nimesema kufuturu ni raha. Basi ilikuwa mtaa mzima kuna tandiko la stikani hapo, watu wote wanafutari. Anayepita barabarani, kaka njoo. Watu wakifuturu kwa pamoja, kuna ladha, kuna furaha. Huyu anamsogezea kahawa, huyu anamletea tende. Bwana sogeza magimbi, nyama ipo huko, mpe viazi huyu. Na Mwenyezi Mungu anaridhika akiona mikono inapishana katika sahani ya chakula. Huyu anaokota, huyu anarudisha, na baraka ya chakula hushuka pale katikati. Mtume alikuwa hali peke yake, alikuwa anakula na Sayyidina Anas ibn Malik, kisha anamwambia mwanangu Anas, kul biyaminika, emkula kwa mkono wa kulia. Mtoto mdogo Mtume anakula naye, anamsomesha samillah wa kul mimma yalika, mtaje Mungu. Hali peke yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna itabia ya kula peke yake mtu. Sayyidina Ali kaenda kufanya kibarua, kaokota tende huko, anamtafuta Mtume wale pamoja. Alafu ndani ya zile tende akatengeneza utani mzuri, Mtume akacheka katika zile tende. Muislamu hakuna mambo ya kujifungia kula pekee, wewe na bibi yako tu, mke wako, hii habari hakuna. Ramadhani ikishafika kama hii, lazima muulizane na wazee, Ramadhani tunaipitishaje? Kwa sababu Ramadhani kuna rehma. Mzazi ya kila chakula akatabasamu, weye laqamatun au laqmun tadfa'a naqama, tonge lake moja huondosha ghadhabu za Allah. Ramadhani hii ilikuwa msafirishe mzazi ukae naye. Na nitakwambia sasa, kama mzazi amekufa, iko futari nyingine kipindi hichi, futari ya dua. Hichi ndio kipindi as-salatu lahuma, cha kumtilia dua. Hizi kul huwallahu zako hizi unazozidharau zinawasaidia kweli kweli marehemu. Tena kipindi kama hichi huja mpaka katika majumba yetu, kwenye mageti, kwenye madirisha, wanasubiri dua zako, kwamba dua yako we mtoto ndani ya Ramadhani inafika mbali, niombee, kuna adhabu kule, we hata hukumbuki. Kwa hiyo Ramadhani hii imekuja, haituachi hivi hivi. Ramadhani imekuja na kukunjuliwa kwetu mikono, kufungukiwa maisha yetu, kupata baraka na rehema, kupata pepo ya Mwenyezi Mungu, kuepukana na moto, kupata msamaha wa Allah. Sasa kuna mambo mengi yamefungamana na rehema. Kwa hiyo leo darasa yetu inasema, ndo kwanza mabwana tunaingia hodi 10 la pili, hatujachelewa. Watafute wazazi wako. Huna nafasi ya kuwaweka, basi angalau unaenda ukafutari nao hata baadhi ya siku. Mama, futari hii taka tukae pamoja. Kuna wengine wakishakuwa watu wazima, hasa wanaume, wanajua wao ni makosa kuwa karibu na mama zao. Hapana, mama ndo wakukaa naye karibu sana. Kama una kipando, panda na mama yako. Basi hata ikija Idi, fikiria utakula wapi Idi na mzazi. Ndo wale wenzetu wengine kila sikukuu anaenda kwao. Wewe huwezi kula hapa sikukuu. Pana utamu gani hapa? Sina mama hapa, baba hayupo hapa. Anaacha mji, anaenda kula kijijini, lakini akale na wazazi wake. Na wazazi wakikuona wanafurahi. Lakini wewe huna mapenzi na wazazi wako, kwa sababu tayari ulikuwa unaishi nao kiuhuni tu, una huruma nayo, hukuweka heshima mbele yao. Na nikwambieni tu maneno bila kung'atang'ata, kwa kweli vijana wa kileo tuna hali ngumu ya kiuchumi, kwa sababu tumejaa laana za wazazi. Hatuongei nao kwa heshima. Sio vijana tu, mpaka wazee, si wazee tu, mpaka watu wa dini. Mtu
unamkuta ana ofisi kabisa, pengine ofisi ya scraper, pengine ofisi ya pepa, pengine ofisi anauza vyombo, na anaajiri watu wengi. Yuko Dar es Salaam hapa, wazazi wake wako Morogoro, wako Pemba, wako Zanzibar, wako Moshi. Ukimuuliza vipi anawasaidia wazazi wake, hamna msaada. Mara mwisho umeongea na babako lini? Leo lini? Jumamosi. Kumbe ilikuwa lini? Mwezi wa jana. Hauna akili za sawa sawa. Ndio maana watoto wa kike wabarikiwe. Jamani, watoto wa kike wabarikiwe, wanawake. Ndio maana familia akianza kuzaliwa mtoto wa kike, hii ni baraka. Hata mtoto wa mwanzo wa Mtume alianza kuja wa kike, kwa sababu watoto wa kike mara nyingi wana mapenzi na wazazi, hasa na baba zao. Hawa wasahau muda, mara nyingi piga simu kwa wazazi kidogo tu, nampigia mzazi. Mtoto wa kiume anajua hali nyumbani ngumu, na atoi hata shilingi kumfeva mzazi wake. Sasa kupitia jambo hili, hapa ndo tulipoanza kuruzi. Na siri ya kufanikiwa jambo, mtangulizie mzazi jambo. Mimi Tanga kule nilipopata mapene kidogo tu, haraka wallahi nilianza kujenga nyumba ya mzazi. Kijijini huko mimi sina. Nimeanza, yani nyumba ya kwanza kujenga katika nyumba za Uthman Michael, nyumba ya mzazi. Basi nilivyojenga nyumba ile, Mungu hakuniacha. Alinipa nyumba kama zote. Kwa sababu nilianza sehemu muhimu. Yule mama tu kusema wow, mashaallah, basi baraka zote zile za furaha, moyo wake ukicheka, zote zinanipata mimi. Na sikufichi, nakwambia ile uwe na wivu. Sikufichi mabwana. Mama yangu ananipenda kweli kweli. Na ninaweza nikasema pengine mimi ndio roho yake katika watoto. Kabisa. Pengine mimi ndio roho yake. Kwa sababu nimejaribu kutafuta njia za kuchuma ule moyo wake. Kwa sababu pale niliona ndo janna iko pale. Pale niliona ndo dunia iko pale. Kwa hiyo tunapendana kweli kweli yani. Na kila mmoja miongoni mwetu, kila mmoja anaomba aanze kufa yeye kabla ya mwingine. Umefahamu vizuri? Basi mimi wala dua siziombi. Mara nyingine anaweza akaniona tu, njoo kushika kichwa mwanangu, siku nyingi sijakushika, kuombe dua. Basi anasema maneno yake, hata napata nguvu kweli kweli. Umefahamu? Napata nguvu. Kwa hiyo mzazi, na usije ukasema mamake si anaswali, anafunga, mimi kwangu simshirikina. Hakuna mzazi mbaya, sawa? Huyo mamangu mimi mlevi, bibi mkuda kama nini, matusi, yule ndo nikae naye na familia. Inawezekana mzazi wako si mzazi bora katika society, katika mshtama, katika jamii, lakini kwako wewe hata uwe shehena ni bora kwako. Ni bora sana. Hujapata ustaarabu wote isipokuwa umetokana na yeye. Mama ni mama hata kama hana maana. Baba ni baba hata kama hana maana. Mweke mbele mzazi. Awe mshirikina, awe mlevi, awe mwanga, ni mzazi wako. Na jifakharishe naye. Jifakharishe naye. Hizi kamera zilikuwa zikinirekodi nyumbani tu pale. Nilikuwa na darasa kidogo. Unajua mambo ya kamera itakiwa utulivu. Lakini pale nilikuwa na mama yangu, nimemuuliza kitu naye unajua utu uzima, akawa anaingiza yake. Nimesimamisha namsikiliza kidogo aseme amalize. Alafu baadaye nikamwambia utakuja kunihadisia baadaye mengine. Kamera nini mbele ya mama bwana? Mama ndo mama. Kwa hiyo wazazi wawekwe mbele na tuwasikilize sana. Tuwasikilize. Sasa kipindi kama hichi, musimu wa kheri kama huu, watu wengi wamekumbuka dua kuombea wazazi baada ya kufa, lakini kuna kitu kimesahaulika. Dua za mzazi pia zinampata mtoto, kama mnavyoona, awaladin salihin yad'u la, mtoto mwema
akimwombea mzazi wake dua zinamfika, basi iko hadithi pia mzazi akimwombea mtoto wake dua zimepita. Mnaijua Ramadhani mabwana? Ibrahim Nakhai anasema rak'atun fi Ramadhan bi alfi rak'a. Raka moja tu utakaosali ndani ya Ramadhani hesabu ni raka 1000. Wa sajdatan fi Ramadhan bi alfi sajda. Sijda moja hesabia ni sijda 1000. Wa sadaqatun fi Ramadhani bi alfi sadaqa. Sadaka ni sadaka 1000. Ina maana hata dua ya Ramadhani ya mzazi haiwezi kuwa sawa na nje ya Ramadhani. Yani fakhtara Allahu Ramadhana min baini shuhur. Mwenyezi Mungu ameuchagua mwezi wa Ramadhani kati ya miezi mingine akaufadhilisha sana. Ni mwezi una mambo makubwa. Kwa hiyo ilitakiwa karibia kila siku mzazi wako akuombee dua. Kila leo akuombee dua kwamba hii Ramadhani isipite hivi hivi, niombee dua sana. Na ifikie hatua akuulize unataka nini mwanangu. Japo wazazi hawafundishwi, akikuangalia tu utasikia mke wako muwe na masikilizano, muelewane. Mungu akuepushie vishawishi vya kiujana. Mwanangu nina radhi na wewe Allah, maneno ya mzazi. Mungu akufungulie mikono yako, na hata nasi tunakutegemea wewe uje utulee. Mashaallah, Mwenyezi Mungu hizi anaziitikia kweli kweli. Sasa ukiftari naye mtake dua pale pale mzazi wako. Alafu mara nyingine sali naye falamma sarafu, akimaliza ile sala tu, kila wakati wa sala dua hukubalika pale pale. Mwambie mama usinisahau, baba usinisahau, niombeeni jamani, niombeeni. Safi sana. Dua ndo maisha, kwa sababu hali zinabadilika. Maisha haya ya dunia waweza ukakufuru hivi hivi, waweza ukapata maisha ya dhiki na kufa kuko mbali. Unajua mwaka mmoja tu wa sinina, mwaka mmoja tu ambao umekuja vibaya haueleweki, waweza ukakufanya chizi hasa. Uko na madeni, riba zimekuandama, kodi za nyumba unafukuzwa, unaugua, huna hela ya dawa, unachemka, unasema bora atanife, na kufa haufi. Asa maisha haya, maisha ya kukufuru, maisha huna raha, maisha gani? Tena nikwambie, hata wewe uliopata pesa usione ndio ushapata. Ukizikosa unamtiani mzito kabla ulivyokuwa hujapata pesa. Ushazoea kuishi na mke kakukimbia. Ushazoea kula vizuri, siku hizi unakula kuona. Unachanganikiwa mara moja. Hujafa, hujaumbika. Kwa hiyo yoyote asogelee wazazi, aftur na wazazi ndani ya Ramadhani. Wazazi wametangulia mbele ya haki, awafuturishe sana kwa kuwafanyia dua. Mambo mengine ya mwisho kama mawili au matatu, tujitahidini kama alivyosema Allah, wali tukmilu al-idda, tukamilisheni idadi za saumu. Usiache bila sababu za msingi. Usiache kufunga eti kwa sababu hujala daku, hapana. Funga hivyo hivyo ufi kwa njia ya siku moja. Tara. La pili, anayesali tarawehe pamoja na imamu, kama ni raka 8 basi koma mpaka imamu amalize. Kama ni raka 20 koma mpaka imamu amalize. Anayesali mpaka akamaliza sala pamoja na imamu anaandikiwa ameswali qiyamul layl. Sasa ukiandikiwa ndani ya Ramadhani unaonaje? Lakini unaona mwanzo jazba, tarawih watu wanajaa, katikati watu wanakatika. Mwezi wenyewe kwa mwaka mara moja, mwaka kesho fikiri tutaupata. Hatupati. Si hapo chini bombom. Juzi nilikuwa darasa ya Jumatatu. Miaka yote tunafunga na mzee Abubakar. Saa hizi ungemkuta afanya nyiradi, shahadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah. Mwaka huu tunaye shamzika.
Sasa kila anayefunga faliyasumu sawman muwadda, afunge saumu ya kuwaga. Anayesali tarawehe aswali tarawehe muwadda, tarawehe ya kuwaga, kwamba pengine hii ndio tarawehe yangu ya mwisho, pengine hii ndio saumu yangu ya mwisho. Kwa hiyo asimame kisawa sawa, asimame kisawa sawa. Mambo mengine ambayo itakiwa tolewe katika masala ya fikihi kwa haraka tu kuyataja, ni vizuri kufanya haraka kufungulia, tusicheleweshe kuftari. Ukiwa unafuturu kwa haraka, hivyo Mtume ndio alikuwa akifanya, na Allah anawapenda watu wenye kuftari kwa haraka, usicheleweshe saumu. Jambo la pili, kuna mambo yanatokea. Inawezekana usiku umelala na mke ukapitiwa, hujaoga, hakuna neno, oga asubuhi, saumu inaendelea. Lakini jambo la tatu, inapitikia ukasahau kanywa maji, shazoea kula mchana ukala, timiza ile saumu, na hizo ni sadaka za Mungu hizo. Lakini mara nyingine inatokea roho ikakachafuka, ukitapika, timiza saumu. Lakini ukijitapisha, saumu umeharibu, una deni la saumu. Lakini inatokea mara nyingine tuna baba yetu, tuna dada yetu kafa, lakini hajamalizia saumu zake, tuzilipe basi sisi, ni bora sama waliyu, tuzilipe zile saumu. Lakini kuna mambo mengine yanatokea yanaharibu saumu, hayafai. Vijana ambao hawana wake, kujichua, masturbation, zinaharibu saumu, wasifanye. Lakini pia kukaa nyumbani kwanza kumbatia wake, kuchezeana mara madhaa yakakutoka, taharibu saumu. Mtume ndo alikuwa anakumbatia wakeze, anaabusu, lakini alikuwa na uwezo wa kubalansi hisia zake kama mtume wa Allah. Mimi na wewe marufuku, tateleza. Lakini mambo mengine yanatokea, ukataka kudanganya, pia ukidanganya unaharibu saumu. Na mambo yaliyokatazwa mengine, mtu yoyote aliyofunga haruhusiwi kukasirika. Kukasirika hakutakiwi, kunapunguza baraka za saumu. Lakini pia kutukana ndio kabisa kumekataza. Na ikafikia mtu kakupiga hasa, utakiwa umwambie ni saimun, nimefunga. Kwa mnasaba huu, hata wale watoto wadogo sasa wanapokosea, tusianze kuwatia mabakora na vibao mchana wa saumu tukiwa tumefunga. Tuwasubirie mpaka muda wa kuftari, angalau nao wapate rehma ya Ramadhani. Ramadhani mchana hatujachapwa, usiku sauni kumrekebisha, ndio umbea, unakumbuka mchana ulifanyaje? Kwa hiyo haipendezi mfungaji matusi, vurugu, nini, hapana, vitu hivi havitakiwi. Baada ya kuyasema hayo, inshallah tukome, kwa sababu tumekusudia 11 kamili na tushachukua dakika 3. Mwenyezi Mungu atupe baraka za saumu. Bifadlillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.